Haya mje vipenzi vyangu, kumekucha time umbea. Umbea ni afya. Tukutane kilingeni kwenye kilinge cha umbea na Madam Mswahili. Niko hapa, I'm here Madam Mipasho. Jamani, wale ambao mnautaka umbea na mnaukosa huko Instagram huko, jamani, kila siku ninaposti umbea, kila siku naposti clip zaidi ya ngapi? Zaidi ya 2. Kwa muende Instagram huko mbio mbio, muende TikTok na Facebook. Jamani, kama wewe ni mgeni wa channel hii, hakikisha una subscribe, una share, una like, una comment. Usisahau kugusa alama ya kengele ili ninapoposti video yoyote basi wewe inakuwa wa kwanza kukufikia. Njooni vipenzi vyangu, njooni tugabe, njooni tuongee umbea. Niko rere madam wenu, niko rere. Basi bwana, juzi kati hapa tumeona ekaeka, tumeona pilika za Romy Jones na mke wake Kay Jones kuachana. Alianza mke akaja Instagram akatuambia, natangaza nimeachana na mume wangu kwa sababu sijui nini nyoko gani rerelele, kimekwenda kimerudi, sijui mnamuelewa. Basi watu tena wambea tena watesi wenye kucheka wakacheka, wenye kufurahi wakafurahi, wenye kusema sijui vitu gani wakasema hivyo, wenye kutoa ushauri wakatoa, na wenye kumdhihaki wakamdhihaki, sijui mnanielewa. Sasa basi baadaye Romeo akaja naye akasema, namuomba msamaha mke wangu, nimeamua kuwa na mke wangu, nimechagua kuwa na mke wangu, kweli nimefanya kosa. Baadaye akaja tena akaingilia mama mkwe kati, mwanangu kalazimishwa kuandika message ya msamaha. Baadaye tena Romeo naye akaja akasema kwamba kisa sijui kuoa mke wa pili. Jamani, embo nisikilizeni, kabla sijawaambia ile ni kweli au sio kweli hayo yanayoendelea, nisikilizeni wanawake wenzangu, niwaambie hivi, kweli mtu umwache mwanaume wako, mume wako ambaye umeasonaye, umetoka naye toka huko toka enzi, yani mmetoka huko mbali, haijalishi na miaka 2, 3, mingapi, lakini ambaye umekaa naye, mmepanga, mmeajenga, mkayapangua, mkayafanya hivi, leo uje umwache kisa kachiti au kisa kaoa mke wa pili? Wewe utakuwa na akili timamu kweli ndugu yangu? Mwenye kichwa chako, ubongo wako utakuwa sawa? Mwanaume, kila siku nawaambia, mwanaume aache kwa kuchiti, mwanaume aache kwa kuongeza mke. We mwanaume kaenda kaongeza mke, kawa mke wa pili, unataka umwache. Unamwacha kwa sababu zipi? Shoga yangu, hakuna kuacha ndoa yako. Shoga yangu, hakuna kutoka kwako. Aibu ataona yeye aliolewa, yeye ndo ataondoka aliolewa. Kama alivyoingilia ndoa ya watu, basi ndio atamshinda, atabeba vilago vyake, ataondoka. Lakini wewe hakuna kutoka kwenye ndoa yako, hakuna kuondoka eti naondoka ngenja kia nimechoka, huyu mwanaume namwacha, simtaki. Umtaki kwa misingi gani? Kwa minadhiri gani? Kaa tulia, zidisha mapenzi kwa mume wako. We nini mtoto wa kike unamwacha mwanaume kisa kakuchiti? Hilo komwe. Yani mimi nashangaga, kwani mimi naulizaga, kwani mnaolewaga mwaga hamfundwe, hampewi makungwe, hampewi masomo? Mwanaume, yapo makosa yanayoweza kusababisha wewe ukadai talaka yako ukaondoka. Eti mwanaume kachiti, mwanaume sijui kafanya hivi. Kweli unasema kabisa mtoto wa kike, namwacha mume wangu, nimemchoka, sijui kitu gani, imekwenda imerudi, siwezi mimi kwa sababu mwanaume kanichiti. Jamani, nisikilizeni niwaambie kitu. Wanaume kuchitu ndio walivyoumbwa. Wanaume kuwa na tamaa ndio walivyoumbwa. Kwa sisi imani yetu ya Kiislamu wamewekewa wawe wake wawili kwa sababu Mwenyezi Mungu alishawaona, akawaona wako na mwanamke mmoja hawawezi. Na ndio maana unakuta wanatamaa, wanahangaika mara huko mara huko. Haya, wewe mwenzangu na mimi unatoka huko na akili yako kama sizi, kama jivu, eti mimi namwacha mume wangu kisa kaoa mke wa pili. Ni kweli? Sio kweli. Wewe utakuwa ubongo wako huko sawa. Yaani utakuwa ubongo wako huko sawa. Shoga yangu, unachotakiwa kukifanya ni kitu hiki kimoja. Ukishaona mwanaume kachiti au kaoa mke wa pili, cha kufanya fanya hivi. Sisi wanawake kwanza huwa tunajisahau sana. Sometimes wanawake tunadharau. Wenyewe tunajijua. Nafikiri ninachokiongea mnajua. Sometimes tunadharau, sometimes tunawaignore wanaume. Mwanaume anaweza akakwambia jambo, ukaona bwana mimi mume wangu kazidi. Bwana mimi mume wangu anagugu. Bwana mimi mume wangu bwana wewe umezidi. Hivyo, yaani tuna tabia kuignore. Unatakiwa upike saa 2, saa 12 umalize kupika, uoge, ujifikize udi, ukaenda ndani kwako, unaanza nitapika bwana, yeye mwenyewe anarudi saa 6 kazini, nitapika hata saa 4. Mazoea na dharau ndo zinazotufanya wanaume wanatoka nje wanachiti. Tulizeni makomo yenu wanawake wenzangu, kila siku mimi naongea hapa. Tulizeni makomo yenu. Afu muone wanaume zenu kama watawashindwa kuwaheshimu, wataenda wanachiti ovyo. Hata kama atachiti kwa siri kweli wewe usijue. Lakini mwanaume ukishamfanyia dharau, na yeye anakufanyia dharau, ili ujue atachiti kwa wazi, hataogopa chochote, ataona yes anandharau, mwache.
aone kwamba na mimi ni mwanaume na ninahitajika huko nje. Kwa hiyo mwanaume haachwi kwa kuchiti. Ukishaona vile, wewe zidisha mahaba kwa mumeo. Ulipoteleza, unapokosea jirekebishe. Jua kabisa hapa mimi nina mdomo, mimi jeuri na matusi, nipunguze matusi, nipunguze mdomo, nipunguze ujeuri, mwanaume wangu. Hivyo zidisha mapenzi kwa mumeo. Kuwa lele. Kuwa yani hivyo, yani mtoto wa kike, kuwa wa moto, alafu uone huyo bwana kama atakudharau, kama atachiti. Yani hakuna kumwacha mumeo kisa kaoa. Kwa maana ndoa yako, tengeneza ndoa yako, zidisha mapenzi, zidisha mahaba, fanya yote uliokuwa uyafanye. Huyo wa pili ataondoka yeye. Mpaka mwanaume akikaa akili yake akiwa ofisini anakuwaza wewe, anaona yani natamani niwahi kurudi nirudi kwa mke wangu. Natamani niwahi kurudi nirudi kwa mke wangu. Hivyo yani yani unapigilia misumari. Mtu anaona yani sio hata kwa nini nilienda kuoa yule mke mwingine. Mbona huku napata? Mbona mke wangu kumbe anayajua yote? Mbona mke wangu anaheshima? Mbona mke wangu ananiheshimu vizuri? Yani gongelea misumari humo. Yule wa pili aloingia ataondoka yeye. Aibu ataona yeye. Wewe hakuna kutoka wala kuondoka. Yule ndo anatakiwa atoke, yule ndo anatakiwa aondoke. Yule ndo anatakiwa aibu aone yeye. Sijui unanielewa. Wewe mtoto wa kike unatokaje kwenye ndoa yako? Usitoke kwenye ndoa yako. Hiyo nawaambia. Lakini nyingine nawapa nyepesi. Rome Jones na mkewe, yale ya kusema sijui nini, hakuna lolote. Pale hakuna alooa, pale hakuna alodai talaka, pale hakuna alonanilu. Ile ni movie. Wana kazi yao wanaandaa. Kwa hiyo ndo nimewaletea waambia wenzangu nyepesi ndo hizo. Hakuna pale sijui nini, hakuna nini. Ila ndo maana nikasema kabla sijawaambia kwamba ni ukweli au sio ukweli, ni kwamba pale hakuna lolote, ile ni kiki, wametengeneza kiki. Sasa ndugu zetu kama unavyojua wa Bongo Movie, ndugu zetu kama unavyojua wasanii, hawafanyi lolote mpaka watafute kiki. Wanashindwa kufanya, yani wanashindwa hata na wasanii wa nje. Mbona huko yani wao wanaendekeza kiki. Sasa kiki wanazoziendekeza ni za kijinga. Wewe ni mume na mke. Leo unakuja kama juzi alivyokuja Shamsa, nadai talaka yangu, nipe talaka zangu zote 3. Mtoto wa Kiislamu ndugu yangu, eti ni kiki. Unafanya kiki ya kudai talaka kabisa. Ni kweli? Baadaye mje mtuambie mna movie. Baadaye mje mtuambie yote tulikuwa tuna nini, ni kiki, tuna movie yetu. Ni upumbavu na ni ujinga na ni uchulo. Vitu vingine mnajiletea wenyewe, uchulo, utaila. Kwa sababu unapodai talaka, unajua talaka unapoitamka, haijalishi umetamka kwa kuigiza, umetamka kwa nini, lakini umemface mume wako katika jamii na watu wanaona, wanakusikia kabisa unavyosema unadai talaka yako, unaitaka talaka yako. Nginja kia. Ni kwamba tayari ushajitengenezea uchulo. Ni kwamba tayari ushajiwekea mwenyewe yale mazingira. Ndio unakuta ndoa hazidumu. Mmekaa siku 2-3 mmeachana, mnaanza kutafuta wachawi. Wachawi ni nyinyi wenyewe. Wachawi sometimes mnakuwa wenyewe, mazingira mnayoyatengeneza. Unakuja katika mtandao wa kijamii unadai talaka. Nipe talaka zangu zote 3. Una akili timamu wewe kweli? Mzima wewe kweli wewe? Haya, mbona kipindi unataka kutolewa mali, unataka kufanya nini, ujeje kututangazia? Kwenye maumivu yako ndo unakuja unatutangazia unadai talaka. Alafu sasa bado tena isiwe vya kweli, vinakuwa kumbe ni kiki. Mna jambo lenu mnataka mlitoe, ndo mmetafuta kiki kwa namna hiyo. Nyinyi ni wazima kweli nyinyi? Ise wanawake mwalimu wetu kipofu. Na pia hamuoni kiki za kufanya. Kiki za kufanya nyinyi ndo mmeziona hizo tu. Yaani hizo ndo mmeona hizo ndo kiki za kufanya na kila kitu. Jamani, hebu tubadilike, hebu badilikeni. Wasanii wa Bongo Movie, wasanii wa dini, badilikeni wasanii wenzangu. Msiwe hivyo bwana wewe. Hizo kiki za kijinga tafuteni basi kiki zingine. Sio kiki za kijinga za mambo ya ndoa. Ikiwa nyinyi ni wanandoa mmeoana, mnajiletea uchulo, mnajiletea hasadi wenyewe, midomo inaumba. Mnavyotamka ndo vinavyokuwa. Mnakaribisha energy mbaya ndani mwenu kwenye majumba yenu. Siku 2-3 mnakuja mnaachana kweli. Mshasahau kwamba nyuma mlifanya kitu gani. Nyuma mlijiumbia vitu gani katika midomo yenu. Midomo inaumba. Punguzeni vilabilabi, punguzeni kiki za kijinga. Haya ndo hivyo waambia wangu. Nimewaletea nilivyoyapata huko Nginja, nilivyosikia kiki, nimetoka huko mbio nikasema ngoja niwapeleke watu wangu wa YouTube wakajue, wasiumizwe kichwa, wakajua fulani na fulani wameachana kweli, fulani na fulani hawatakani kweli. Nikasema niwaletee wasiumize kichwa, ubongo usichanganyikiwe, mkao mnajiuliza zile ni kiki. Hakuna Shamsa kwa jana na mume, wala Mejonsi kwa jana na mkewe. Na kama muamini, subiri ni siku 2 hizi mtaona. Jamani, kama wewe ni mgeni wa channel hii, kisha una subscribe, una share, una like, una comment, usisahau kugusa alama ya kengele ili kila ninapoposti umbea wewe wa kwanza. Mimi ule umbea ngengwe wa kwanza ndugu yangu. Upo.